kwenye safari ambayo kila mmoja wetu anasafiri kuelekea kwenye utimilifu wa hatima yake, kuna kitu cha msingi sana ambacho ni muhimu kuwa na uelewa kuhusu kitu hicho, na kitu chenyewe huwa ni moyo. Sasa sizungumzi moyo huu wa nyama. Tafsiri ya moyo ambayo nataka niizungumze ni ile hali ya ndani mtu anayokuwa nayo kuelekea kwenye jambo fulani, au kipindi anafanya jambo fulani kwenye maisha ya kila siku. Kuna mtu anaweza akatumia neno kwamba amevunjika moyo. Amevunjika moyo. Unakuwa na moyo wa kufanya jambo au unakosa moyo wa kulifanya hilo jambo. Ndio tafsiri ambayo nataka tuitazame, hasa kwenye eneo la kutiwa moyo au kujitia moyo. Ni kitu cha msingi sana, kwa sababu mambo mengi ambayo tunatakiwa tuyafanikishe kwenye maisha haya yanategemea hilo eneo. Ukiangalia kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 1 mstari wa 38, tunaona kwamba Joshua anatakiwa awarithishe wana wa Israeli ile nchi ya ahadi, lakini Mungu anamwambia Musa, mtie moyo, kwa sababu yeye ndiye anayepaswa kuifanya hiyo kazi. Cha msingi anachokiona Mungu ni kwamba kuna aina ya moyo ambayo Joshua anatakiwa awe nayo kuhakikisha kabisa kwamba analifanikisha lile kusudi. Kwenye biashara ambayo unaifanya, kuna aina ya moyo unaohitajika kuwa nao. Kwenye huduma unayoifanya, kuna aina ya moyo unaotakiwa kuwa nao. Wewe kama mke kwenye ndoa, kuna aina ya moyo ambayo unatakiwa kuwa nayo. Wewe kama mume kwenye ndoa, kuna aina ya moyo ambao unatakiwa kuwa nao ili kuweza kufanikisha au kufanya kwa usahihi majukumu yako na kuhakikisha kabisa kwamba unayafanikisha katika kiwango cha kimungu. Aina hiyo ya mioyo huwa inashambuliwa, na kama hauna huo moyo unatakiwa uupate. Hiyo kwenye Kumbukumbu la Torati, hiyo sura ya 1 mstari huo wa 38, tunaona Mungu akimwagiza Musa amtie moyo Joshua. Sasa huyu ni mtu anaenda kumtia moyo mtu mwingine. Lakini vile vile tunaposoma maandiko matakatifu kwenye ile Injili ya Mathayo, ile sura ya 9 mstari wa 2, tunaona kabisa kwamba Yesu Kristo anamwambia yule mtu aliyopooza, sema, jipe moyo mkuu mwanangu. Hapa tunaona kazi hiyo ya kujipa moyo, kazi hiyo ya kujitia moyo anayo mtu mwenyewe binafsi. Kisoma vile vile kwenye kile kitabu cha Yohana, ile sura ya 16 ule mstari wa 33, Yesu Kristo anazungumza na wanafunzi wake, anasema, peni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kazi ya kujipa moyo walikuwa nayo wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna mazingira tutakutana nayo ambayo sisi wenyewe inapaswa kujitia moyo, lakini kuna mazingira mengine watu wengine watatumika kututia moyo. Ifika kwenye mazingira watu wengine wanatakiwa kututia moyo, mara zote huwa wanatumia vinywa vyao. Najua kuna matendo yale mengine kwamba jamani, tuendeni tukamtie moyo mtu fulani, wanabeba vitu nini, at least kuinua baadhi ya vitu ndani, nafahamu. Lakini kwa eneo kubwa maneno huwa yatatumika kumtia mtu moyo. Kama kuna kitu kinakuwa kimelala ndani yake, kinaamshwa. Kuna namna unamwamsha, alikuwa amelala, alikuwa amekata tamaa, kuna namna unamwamsha, sema unamtia moyo. Sasa ni aina gani ya moyo inategemea na mission ambayo ilikuwa mbele yake, tegemea na kile kitu ambacho huyo mtu alikuwa amekikatia tamaa. Lakini inapofika kwenye ishu ya kujitia mioyo, kujipa moyo sisi wenyewe bila kuhusisha mtu mwingine yeyote, mara nyingi huwa tunatumia mawazo. Lazima tuwaze inavyopaswa kuwaza ili kuweza kuinuka na kusonga mbele, ili kuweza kufanikisha baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimekwama. Sasa mtu ukiona amekufa moyo, sijue kabisa kwamba anaona lile jambo haliwezekana, anaona kwenye huo ugonjwa hawezi kutoka, anaona kwenye hiyo biashara hawezi kuvuka. Ndio tunasema kwamba mtu amekufa amekata tamaa. Mtu amekata tamaa, hilo jambo halisogei, hilo jambo haliwezekani, yani haoni possibility, haoni hilo jambo likiwa linafanikiwa. Mtu akiwa kwenye mazingira namna hiyo anapaswa kutiwa moyo au kujitia moyo, anapaswa kupewa moyo au kujipa moyo akiwa kwenye aina hiyo ya mazingira, kwamba anaona shule haiwezi kuisha, anaona ndoa haiwezi kuendelea tena, anaona watoto hawawezi kufanikiwa tena, anaona biashara haiwezi kuinuka tena, anaona kila eneo kwamba hawezi kuvuka.
Akiwa kwenye hali hiyo tunasema kabisa kwamba amekufa moyo. Hiyo moyo usipokuwepo, kwa sababu adui huwa anashambulia hilo eneo, anakuambia kwamba linda sana moyo wako, kwa sababu ndipo zinapotoka chemchemi za uzima. Kwa nini ulinde? Kwa sababu huwa unashambuliwa. Kuna wakati unaweza ukawa una moyo wa kuanzisha biashara, alafu baada ya muda kile kitu kinaondoka. Kwa nini mwanzoni ulikuwa nacho na sasa hakipo? Kuna wakati mwingine ni Mungu mwenyewe. Ndio maana nasema amani ya Kristo iamue mioyoni mwetu. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati mwingine Mungu mwenyewe halihitaji hilo jambo, kwa hiyo anaweza akaliondoa moyoni mwako au akaondoa huo moyo. Lakini mara nyingi kwenye mambo ambayo ni mazuri ambayo tunatakiwa kuyafanya, huwa ni yule adui mwovu Shetani anashambulia hiyo mioyo, anashambulia hiyo mioyo. Kwa hiyo lazima ujue huo moyo ukiwepo, unajua kwa nini umeondoka, unatakiwa ujue na namna ya kuamsha, kupanda, kuweka, ili uweze kukusaidia kusonga mbele au kufanikisha baadhi ya vitu. Ni kitu cha msingi sana. Kusikiliza unaweza ukatiwa moyo, kwenye kujifunza vitabu unaweza ukatiwa moyo. Tafuta aina fulani ya vitabu, aina fulani ya maarifa, aina fulani ya shuhuda ambazo zitakutia moyo sawa sawa na lile eneo ambalo unaona kabisa umevunjika moyo, unaona kabisa huo moyo umepotea. Kwa hiyo wewe ambaye ulikuwa unaona kabisa huwezi kumaliza chuo, ulikuwa unaona kabisa uweze kumaliza chuo, tafuta watu ambao wamepita kwenye challenge yako ya namna yako na wamevuka. Ukiwasikiliza watakutia moyo. Wewe ambaye uko kwenye dhambi na unaona kabisa kwamba huwezi kuacha uzinzi, huwezi kuacha wizi, huwezi kuacha uongo, huwezi kuacha rushwa, tafuta watu ambao wametoka kwenye hayo maeneo, wametoka kwenye hayo maeneo, wakutie moyo, uvuke kwenye aina hiyo ya changamoto, uinuke tena. Wewe ambao biashara yako inasuasua, huwa tafuta maarifa, tafuta neno, tafuta tafakari, weka mindset yako kwamba hilo jambo linawezekana. Hilo jambo, mimi nimependa sana Yesu kipindi anazungumza kwenye hiyo Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 33, anawaambia wanafunzi wake, jipeni moyo, yeye Yesu Kristo ameushinda ulimwengu. Je, wewe utashindwa na biashara? Je, wewe utashindwa na huduma? Yesu Kristo ameushinda ulimwengu, ambaye yeye ndo anaishi ndani yetu. Yeye ndo yuko pamoja na sisi. Yeye ndio baba yetu, yeye ndio Mungu wetu. Ameushinda ulimwengu. Wewe utashindwa na biashara? Wewe utashindwa na huduma? Wewe utashindwa na malezi ya watoto? Wewe utashindwa na dhambi, uzinzi? Wewe utashindwa na umbea, kuacha umbea? Utashindwa? Yeye ameushinda. Sema jipeni moyo, akiwa anamaanisha kabisa kwamba kazi ninayoenda kuifanya ni nyepesi kuliko ile ambayo nimeifanya mimi, kwa sababu yeye alishinda na sisi tutashinda, kwa sababu yeye alifanikiwa na sisi tutafanikiwa, kwa sababu yeye alivuka na sisi tuna uhakika wa kuvuka. Shalom, shalom mtu wa Mungu. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Amen.